and unarmed to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. Yani kila mtu, kila Mkenya ana haki ya bila kuwa na silaha yoyote kutoka na kukutana na vile vile kufanya maandamano na vile vile kugoma na vile vile kupeleka kumbukumbu kwa serikali. Hiyo ni haki ambayo iko ndani ya katiba yetu. Kwa hivyo kama watu wanataka kufanya maandamano, sheria nasema kwanza unampatia serikali notisi. Ati sisi tunataka kufanya maandamano siku fulani, tutafanya maandamano kutoka hapa mpaka hapa, mnakubaliana? Alafu polisi kazi yao ni kwenda kulinda nchi, kulinda wale ambao wanaandamana na kuhakikisha kwamba wasiharibu mali ya watu wengine. Tunakubaliana ya kwamba itafanyika kutoka saa hii mpaka saa hii, kutoka hapa mpaka hapa. Hivyo ndio inafanyika katika nchi zote. Mliona juzi wakati vita ilitoka kule Iran, mmeona maandamano ilikuwa huko London, kule Paris, kule The Hague, kule Pakistan, kule India, hata Amerika. Wanafanya maandamano, manake sahili wanafanya maandamano, wameshaambia polisi watafanya maandamano. Na itatoka hapa mpaka hapa. Na inafanyika kila siku, kila mahali. Kwa hivyo maandamano ni haki ya Wakenya wote. Mimi nasema kama Wakenya wanataka kuandamana, kitu muhimu zaidi nataka kwa polisi waambiwa na polisi wakubaliana ya kwamba tutatoka hapa tufanye maandamano mpaka hapa. Alafu baadaye sisi tutatoka turudi nyumbani bila kwenda kuharibu mali yote. Kwa hiyo mimi nasema Wakenya wako na haki hata kesho kwanza kufanya maandamano, lakini wakubaliane ya kwamba tutaanza hapo na tutaenda mpaka hapo, alafu mambo itakwisha hapo. Mimi nasema namna hiyo. Hiyo ni msimamo ya chama chetu cha ODM. Wakenya wako na haki ya maendeleo, maandamano. Kenyans have a right to picket, to assemble, and to demonstrate. The exception is that first you need to notify the police, and you agree with the police. This is where you are going to start the demonstration, and we will follow this route up to this end here, and this will be the end of the demonstration. And from this time to this time. So we need to have a proper working relationship, because demonstrations are going to come all the times. There will be reason for demonstrations. So we should not criminalize demonstrations. Demonstrations also should not disrupt the economy of the country. People should agree in a civilized way how demonstrations are conducted. And that way we will have a very peaceful country. This is what I'm saying. And therefore I've said that even tomorrow there's no need for the government to stop people from demonstrating. People, those who want to demonstrate, come out and demonstrate from one place to the other place. Let it be allowed, because this is a constitutional right of every Kenyan. But then you will remember, in 2023, when our boys had been killed and our girls, when we wanted to go and pray for our boys and girls, we were not allowed in any church to go and pray.